habarini za saizi, tuendelee tena kama ambapo tulisema kwamba bado sijamaliza. Ni kweli bado sijamaliza, naomba tuendelee. Tushirikiane pamoja, tujifunze. Comment, like na kushare. Lakini pia nifuatilie YouTube, nifuatilie Facebook, Instagram pia, tutaendelea kufundishana. Naomba tuendelee pala ambapo tulikomea, umri wa miaka 45 mpaka 55. Tulisema kwamba kwa sababu ya mabadiliko ya kibiolojia yanaweza pia yakasababisha moja au mwingine akaingia kwenye tatizo la kisaikolojia, akaingia kwenye tatizo la stress, la hofu, hapati usingizi, anaanza kutafuta matibabu, na matibabu mwenyewe si ajabu hayamsaidii. Ni kwa sababu umri umefika. Umri umefika. Ukishalitambua hilo, huwezi ukapata stress, huwezi ukapata hofu, huwezi ukakosa usingizi na wala kuanza kujiona hufai. Hali hii sasa ya kisaikolojia inakuja kwa sababu tu wewe ulishindwa kuelewa wewe una umri. Tuendelee. Ni kwamba kwa sababu mama sasa hana zile hisia, ana upungufu wa homoni za hisia, androgen hormone, na baba naye ana upungufu kiasi wa hisia, thyroid hormone. Wote mnajikuta sasa mnaanza kuishi kwa mazoea ndani. Mama kwa sababu hana hisia zimetoweka, hata kule kuanza kumsogeza baba karibu na kumwandaa anakuwa hafanyi hivyo, inabakia tu kumpelekea maji ya kuoga na kumtengea chakula, basi ndio inabaki kazi ya mama. Lakini ile kazi ya msingi ya kutimiza matakwa ya baba huyu ndani, kumsogeza karibu kihisia, inapungua au inakoma kabisa. Sababu ni upungufu wa zile homoni kwa mama. Sasa basi, wamama hawa wakishaona hiyo hali, na wenyewe wanaanza kujiondolea thamani, anaanza kujihisi hafai tena na ameshamaliza, hana cha kupoteza. Kitendo hiki wamama hawa wanaanza kufanya shughuli za kijamii, wanahamishia hizi changamoto kwenye shughuli ndogo ndogo za kijamii, shughuli za nyumbani, shughuli za kijamii, kwenye makundi na kina mama wenzao, kuanza kuwafikiria watoto wao, maana watoto wao kwa sasa wenyewe wameanza kukua na wenyewe wameolewa. Kwa hiyo sasa akili inakuwa iko busy kuhakikisha inafanya shughuli za kijamii, ni kwenye misiba, ni makanisani, ni kwenye ujasiriamali, ni kufanya shughuli ndogo ndogo. Yote hii ni kwa sababu kisaikolojia ameona kabisa huku kwa baba kuanza kuwa busy kumsogeza baba karibu ipo, lakini sio kama ilivyokuwa zamani. Ipo lakini sio kama ilivyokuwa zamani. Sasa basi, kwa sababu sasa hivi hakuna hisia tena, sasa atamsogezaje? Atamsogeza na nini zaidi ya kufanya shughuli za kawaida za msingi? Lakini zile za intimacy zinapotea kabisa. Sasa kitendo cha kuhamishia shughuli hizi kwenye jamii, mama huyu tayari baba, kwa sababu kile kiwango cha testosterone hormone bado kipo, kwa sababu ya shughuli ya nature ya misuli yetu na nature ya shughuli tunazozifanya, basi testosterone hormone bado huwa zinaendelea kuwepo kwa kiwango fulani. Zile hormones zinapoendelea kuwepo kwa kiwango fulani, ndivyo hivyo baba tunachelewa kuondoka kwenye mfumo wa hisia. Tunabaki angalau kwenye mfumo wa hisia mpaka miaka 50-55, na si ajabu inaenda kulingana na genes, kulingana wewe umeumbwaje, wewe umehealth nini, umerisi nini kutoka kwenye vinasaba vya wazazi wako. Kwa tunatofautiana, lakini ukumbuke mwanaume ni kwa nini testosterone hormone zake zinakuwa bado zipo kwa umri ule, ingawa sio kwenye kiwango kile ambacho nimeongea. Hapana, kuna kiwango kimepungua, lakini bado zinaendelea kwa sababu gani? Asili ya misuli yetu, asili ya kazi tunazozifanya, na wengine wanafanya mazoezi. Watu hawa wanakuwa tayari bado zipo. Sasa wanazipeleka wapi? Na wakati upande wa pili tayari huku zilishaisha au zilishapungua.
Ndio hii sasa inakuja kuleta changamoto wa baba hawa, kwa sababu wasipokuwa vizuri kisaikolojia, mimi na wewe tusipokuwa sawa kisaikolojia, tutaanza kujikuta kile kiwango cha hisia tulicho nacho, kwa sababu ya nature ya misuli yetu, nature ya kazi tunazofanya. Ndio maana zile homoni za hiki tendo bado zina nguvu. Sasa hizo bado zina nguvu, tunazipeleka wapi? Kwa sababu wenza wetu wakina mama hawa wenyewe walishaondoka huko, walishakuwa busy na mambo ya kijamii, walishakuwa busy na watoto wao, walishakuwa sasa wengine wameolewa, walishakuwa busy na makundi, busy na shughuli ndogo ndogo za kiuchumi. Sasa tunazipeleka wapi? Unajikuta sasa unatakiwa wewe uwe na uwezo mzuri wa kutafakari, uwezo mzuri wa kutambua haya, ili usije ukaingia kwenye tabia ambazo ni hatarishi zaidi. Kumbuka ni tabia hatarishi kwa sababu una maradhi. Kumbuka ni tabia hatarishi kwa sababu utamuumiza huyu mama kwa kuona yeye sasa sio kitu tena kwako, kwa sababu ni kweli yeye ataona sio kitu, kwa sababu ya hali yake ya maumbile ya kibiolojia imebadilika. Kwa hiyo usipokuwa makini wewe baba, ukashindwa kuinterpret vizuri hali hii, utajikuta kile kiwango cha homoni zako wewe bado kipo, kwa sababu ya nature ya misuli yako na shughuli unazozifanya. Utaanza kushuka chini kwenye miaka 42, 43, kule ambako bado wa mama hawa estrogen bado ziko zinaangalau kwa kiwango zinafanya kazi. Lengo tu unaenda fulfill kitendo cha kushuka chini, kwanza kuset 33, 34, 35, 40, 41 mpaka 43. Tayari unakuwa umeanza kuyumbisha familia. Kiuchumi utayumba, kwa sababu tayari unakwenda kugawanya kile kiwango cha fedha ambacho kingeenda kufulfill huyu mama na baadhi ya watoto au wajukuu, badala yake kinagawanyika, kinakwenda tena kufulfill huku chini kwenye miaka 39, 40, 43, kula ambako unaweza mtu akakujali, kwa sababu bado kile kiwango cha estrogen mwenyewe bado wanacho. Kwa unajikuta umeongeza majukumu pasipo kujua, umeongeza majukumu na kipato kimepungua. Sasa unaenda kuongeza stress zingine, anxiety zingine na msongo wa mawazo, kwa sababu uchumi wako umeugawanya katika sehemu mbili, kwa sababu tu ulishindwa kutambua. Ukifika umri huu, huyu mama tayari kihisia atakuwa yuko chini, na si ajabu hayupo kabisa. Mnaishi kwa mazoea tu, ni mke na mume, na watoto wanajua wewe ni baba, wewe ni mama, lakini actual kwenye masuala la tendo kutana kimwili imepungua. Ila baba sasa anahamishia chini, kwa sababu kisaikolojia hapo wakati wako haiko sawa, na wakati huo tena hata kiuchumi anakwenda kuyumba, kwa sababu uchumi huo umegawanyika. Ndio hapo tunapoanza kupata matatizo mengine, pressure, kisukari, mawazo, cholesterol ambazo hazina sababu. Tuwe makini sana wa baba, tuwe makini sana wa mama kwenye kipindi hiki. Ni kipindi kizuri, ni kwa sababu cha utu uzima, mlishakula matunda, mmeenda sasa mnaelekea mwisho, lakini lazima tuwe makini na mabadiliko ya kibiolojia yasije yakatusababisha tukapata masuala ya kisaikolojia. Ni kwamba yote haya inategemea na mtu na mtu, genes na inheritance na kurisi kwake kunategemea. Mwingine anachelewa, mwingine anawahi. Lakini pia tunatakiwa tujishughulishe, tufanye kazi za nguvu, tufanye kazi za kutoka joto, tufanye mazoezi ili kuendana na hii hali. Hali hii itatufanya tujiamini, itatufanya tufikirie vizuri kuhusu wenza wetu ambao tayari walishafika menopause, na wala haitatusumbua tena. Lakini pia hali hii itatuondolea kuwa na maradhi ya sumu, kisukari, unnecessary cholesterol, mawazo, insomnia. Yote haya tukijishughulisha, tukafanya shughuli mbalimbali, tukashughulisha akili zetu, ndivyo jinsi ambavyo tunaenda kuwa tuna afya ya mwili na ya akili, kuliko kuweka tu mwili hivi. Unakuwa tu umekaa, uzee wako unaingia vibaya, mwisho wa siku unakuwa ni mtu wa kulalamika na kulaumu watu wengine.
nikwambie tu, chukua hii, itakusaidia. Baada ya hapa tutaendelea na masomo mengine 55 mpaka 60 na mpaka kuendelea huko. Asanteni sana, karibuni sana.